for Muslim professionals and the scholars with blended cultures and education be observed or considered for state appointments. Now, thank you very much. And there are many of them here, including myself. Thank you. Thank you so much, Dr. Rashid. Naona Dr. Rashid represent Nairobi vizuri. Of course, Your Excellency, you know Nairobi is the city, isn't it? Now, Your Excellency, there are some just 2 points I wanted to clarify, Your Excellency. Your Excellency, the Muslim community are they are not involved in kind of financial inclusion, even affordable housing. Most of them say that since it is interest related, they cannot and acquire the affordable housing and women fund and youth fund. Your Excellency, one thing we'll really plead is maybe we form a task force that we develop an appropriate framework which is Sharia compliant to enable the imams also get some of this affordable housing that we have really put in our country, so that even the Muslim community can benefit, our women can benefit, our youth can benefit, our people of special needs can benefit. And to Your Excellency, as Mwangi said, there is a big Muslim population outside Northeastern and Coast. So I am sure you'll allow us also to be on the table so that we can also participate in the development of this country. Because it's also a big Muslim population that are outside those regions, and maybe they should be considered under the minority option in our constitution, so that, as Mwangi said, we can also have Muslims coming from different parts of the country in order for them also to contribute to the development of this country. Lastly, Your Excellency, I would just want to recognize the committee that I chaired, that I worked tirelessly, Your Excellency, that within 1 week, we were able to mobilize almost 13,000 imams. So we had to cut the number to 9,000 across the country. And the margin of error was 5%. So actually it's an excellent, maybe the committee members just waved to the crowd, all musimame, muonekane. These actually are we call them the unsung heroes, who are behind the success of Your Excellency, whatever you're seeing here. Your Excellency, now allow me to step aside and allow Gitonga now to take over from here. Thank you very much, Your Excellency. Tupongeze mwenyekiti, asante sana na wale ambao wote wameongea. Na bila kuchukua nafasi ndefu, naomba sasa nimwalike Waziri wa Afya, Mheshimiwa Adan Duale, aje aweze kuongea kisha aendelee na ratiba itakavyoendelea. Tumkaribishe kwa makofi tafadhali Mheshimiwa Adan Duale, Waziri wa Afya. Karibu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. تكبير تكبير. Bwana ya Allah akbar yenu iko chini sana. Takbir takbir. Your Excellency, let me invite our former senator and a member of parliament, Atiala, and a secretary general, akuja aseme dakika mbili. SG. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikisema takbir, tunataka tuseme zile Allahu akbar. Takbir. Takbir. Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto, shukrani kutoka kwangu na kwa wengine wengi ambao leo hapa tumeweza kujumuika kama Waislamu wa Jamhuri ya Kenya wakiwa maimamu. For the first time katika historia ya Kenya, rais yoyote ameweza kualika maimamu kama maimamu ndani ya State House. Langu ni moja peke yake.
Sisi tumekuja kutoka mbali sana kama jamii ya Waislamu, wale tunaitwa wachache, wale ambao tumeitwa tumetengwa, wale ambao tumeitwa tumedhulumika, wale tunaitwa watu ambao hawana maana. Lakini leo Rais wa Jamhuri ya Kenya, kutoka kila kipembe cha Kenya, umewaleta Waislamu, umeleta jamii zote na umedignify wa Kenya, umewapatia kila Mkenya heshima, na inshallah hii heshima tutairudisha na heshima mwaka ujao. Lakini la muhimu, sisi jamii ndogo tukiwemo Waislamu na wale ambao pia si wadogo tena vile, tuko na idadi ya kuweza kuathiri vilivyo matokeo ya kura, sio ya 2027 peke yake, lakini kura zinazokuja. Na mashehe hapa tukiwa vijana tuliambiwa kwa nini hii ni katika jihad ama katika jambo ambalo lazima sisi tufanye kama Waislamu kujiandaa hata kisiasa. Tulitolewa haya moja tukiwa university, kwa nini Waislamu lazima wajiandae kujilinda kwa wale ambao ni maadui wao, na pia kushirikiana na ambao wale ambao wanafanya kazi na wao. Lakini tuliambiwa, nafikiria hii ndio aya, waidu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, sio? Na sisi lazima tuhakikishe tumejiunda kisiasa ili tusimame na William Ruto, tusimame na serikali na tusimame na malengo yetu kama Waislamu. Na ya mwisho kabisa, Kenya hii kuanzia 1963 na kupitia sera za kiserikali sisi tumewekwa nje ya maendeleo. Imechukua miaka 60 kwa Rais wa Jamhuri ya Kenya kuja kunakili mkataba pale Wajir, kusema Muislamu, kusema Mturukana, kusema Mburji, kusema Masai, kusema Mluya, kusema Mjaluo, kusema kila Mkenya akiwemo Mijikenda na wengine ni wa Kenya kama wengine wowote. Na amebomoa kabisa ile structure ya serikali ambayo ilibagua watu tofauti. Akaweka structure mpya ya kuhakikisha sasa dola ya Kenya inaenda kikatiba, kwamba kila Mkenya pasi na dini yake wala kabila yake atapata heshima ile ile, atapata uraia ule ule, atapata haki ya nyumba ile ile, atapata makazi yale yale, atapata ajira ile ile, atapata afya ile ile, kwamba hakuna mtu atakayebaguliwa katika taifa la Kenya. Ubaguzi baada ya miaka 60 ndio ubaguzi ulikufa ndani ya Kenya kupitia William Samoei Ruto. Na sisi tusipojitokeza kwa wingi wetu na kwa idadi zetu, tukiwemo Waislamu na sio Waislamu ambao maendeleo yametufikia, tutarudiliwa na wale madhalimu ambao wataturegesha tena nyuma. Na mimi niko na imani kwenda mbele, na kule tunakokwenda ni kuzuri zaidi kuliko tunapotoka. Vile ulipotutunuku Rais, the respect you have shown us, I am sure many Kenyans will return the same respect. Leo katika UDA mimi niko na kina mama pale, leo kuna mabuibui mawili peke yake hapa. Maana yake maimamu wetu ni wazee ama ni wanaume. Tuko na Jamhuri pale anahudumu na mimi katika hii NEC ya UDA. Tuko na huyu dada yetu Umi pia ndio buibui la pili hapa, anahudumu kama PS ambaye atatambulishwa na ndugu yetu Adel Duale. Na tuko na mumetuletea sifa na heshima kama Waislamu. You are the only hijabi in the entire executive, and you have respected the integrity of that buibui, and may Allah keep you and bless you. Kwa hayo mengi, nataka tushukuru Rais kwa uwalishi, nataka tushukuru serikali kwa yale wametuonesha heshima na nafasi tofauti katika usalama na idara nyingine za serikali. Mungu akubariki Rais, Mungu akupe maisha marefu, na Mungu akuhakikishie pia akupe second term, na tuhakikishie sisi Waislamu tutakuwa na afueni na jamii zote za Wakenya. Kwa hayo mengi, takbir, takbir, tuone tutam. Shukran jazilan. Asante Mheshimiwa Hassan Omar. Your Excellency, kwa ruksa yako mimi nalete salamu ya ndugu zangu ambaye Waislamu tunakaa katika baraza la mawaziri. Mheshimiwa Hassan Ali Joho, Your Excellency, ana kikao na Senate leo asubuhi. Salamu ya ndugu yangu Salim Vuria
And Your Excellency, tangu Kenya ianze ni mara ya kwanza ambayo tuko na mawaziri watatu katika baraza la mawaziri ya Jamhuri ya Kenya. Your Excellency, pia niko na salamu ya viongozi wa bunge, maseneta wakiongozwa na ndugu yangu Junet Mohamed. Pia niliongea na hawa, naleta salamu yao. Pia niko na salamu, Your Excellency, ya magavana wetu wanane: gavana wa Kwale, gavana wa Mombasa, gavana wa Lamu, gavana wa Garissa, gavana wa Wajir, gavana wa Mandera, gavana wa Moyale, Marsabit na gavana wa Isiolo. Your Excellency, sisi Waislamu, ikikuja kwa wewe Mheshimiwa William Ruto, sisi hatuna vyama. Sisi tuko pamoja. We are one united community, whether we are in parliament, whether we are in the executive. Your Excellency, kwa ruhusa yako nataka niwasimamishe makatibu wetu. Katibu Aden Mula yuko hapa. Katibu Mohamed Dagar, Katibu Idris Dakota, Katibu dada yetu Umi Bashir, Katibu Professor Shaukat, na tuko na makatibu wawili hawako, Katibu Ahmed, makatibu Ismail Made na Abubakar hawako. Your Excellency, pia ni mara ya kwanza hata ile serikali ya juzi kuwa na makatibu 8 kutoka jamii ya Waislamu. Haijawahi kufanyika katika historia. Pia Your Excellency, wale ambaye wanakuwa advisors wako, tuko na Mohamed Hassan na tuko na Jubat, lakini wale katika ofisi yako Waislamu ni karibu watu 6 who work with you, including the spokesperson in your office. Your Excellency, mimi nataka nianze kwanza kukushukuru wewe kwa sababu hawa wanajua kila weekend mimi ninafanya mambo ya da'wa ya kujenga misikiti na madrasa Kenya mzima. Na tangu mimi niliingia siasa, kama kuna mtu ambaye si wa dini wa Kiislamu, the only leader who does not profess the Muslim faith and who has contributed immensely mali yake kusaidia kujenga misikiti na madarasa na kusimama na Waislamu, Your Excellency, you are the only one. Hata Saturday nilikuwa mahali naitwa Afweine. Mimi nilipeleka 2 milioni kujenga misikiti, na ule kijana ndio ule imamu hapo. Huyu amesimama pale. Tulijenga 30 million. Misikiti ya 6th Street hapa Isili, the biggest mosque, Your Excellency, you gave me 10 million. Ile pesa ulichanga tangu 2005 nikiwa na wewe inaweza kufikia 1 billion, Your Excellency. And we don't take it for that. Na sababu ni kwa vile wewe ni mtu unaamini Mungu. Unaamini nyumba ya Mungu, iwe kanisa, iwe misikiti, lazima tujenge na tuwe a nation that believes in God. Your Excellency, hatuwezi kusahau sisi. You have returned back the dignity of the Muslim community by removing the discriminatory vetting system when you appended your signature in Wajir, Your Excellency. Imeingia katika historia na roho ya Waislamu. Serikali ya kwanza haikufanya, serikali ya pili haikufanya, serikali ya tatu haikufanya, serikali ya 4 haikufanya.
Waislamu hawajafika Kenya wakati wewe ulikuwa president. Waislamu walikuwa katika Kenya, walikuwa wanaulizwa wewe ni nani. Ukisema wewe ni Muhammad, wewe ni Abdullahi, wewe ni Nasoro, hata kama wewe umetoka Rift Valley kama ule Cheriot, anaambiwa kando. You have made a constitutional imperative that the people of Kenya must be treated equally before the law. Your Excellency, hatuwezi kusahau. Ya pili, Your Excellency, hawa imam wanafanya na wale wanafundisha watoto wetu. Tulikuwa tunaambiwa serikali zote, hiyo madrasa yenu ndio mahali mnafundisha ugaidi. We were treated very badly, particularly the last administration. Hawa maimamu wengi walikuwa wamechukuliwa under the guise of terrorism. Your Excellency, many of them were picked by state agents just because they were madrasa teachers. Your Excellency, Madaraka Day ulisimama Wajia, ukasema there must be an integration between the Islamic teaching ya madrasa and our secular education. Hatuwezi kusahau, itaingia katika historia ya Kenya. Your Excellency, wewe ndio rais wa kwanza katika Kenya kupeana hapa State House, ukiwa naibu wa rais na ukiwa sasa, zile university mbili ya Waislamu, Umma University na Islamic University of East Africa. We will not take that for granted. Na sisi kama viongozi, Your Excellency, tulikuja hapa kwako tukakwambia kila mwaka zaidi ya 10,000 wanakwenda Saudia, wanaenda kwa Holy City, wanaenda Mecca na Medina. Airport wanapitia ni Jeddah. Tukakuuliza ututengenezee through our foreign minister, tuwe na consular general. Your Excellency, these people will tell you, SUPKEM will tell you, tangu tumefungua consular general in Jeddah, hata wale wa Kenya wakipotea wanapatikana, and there is a very seamless Hajj process, Your Excellency. Your Excellency, sisi viongozi wa Islamu hatuwezi kusahau kwamba umerudisha ofisi ya passport in all our regions. Mombasa, Garissa, everywhere. Eldoret. This year, Your Excellency, we want to thank you, through you, the Immigration Department. Hatukupata viongozi mzee ambaye anasema amekosa passport. In fact, since you opened the passport office in Garissa, over 15,000 people have been attended to in that office, Your Excellency. Your Excellency, kwa vile sisi pia ni wa Kenya, nimemaliza ya Waislamu, sisi ni wa Kenya kama Wakenya wengine, na hao viongozi wako katika mashinani. Mimi kwanza nataka niwaombe, tuombe nchi yetu na tuombe amani, kwa sababu kwa miaka hii zote Kenya has become the beacon of peace and stability in our nation. Your Excellency, ulipoingia katika muhula wako wa 2022, ilikuwa wakati ngumu sana kiuchumi hasa. Na unajua hatukusifu wewe kwa vile wewe unaitwa William Ruto. Hatukusifu kwa vile wewe pengine tuko chama moja. Your Excellency, the economic indicators in our country, from the forex reserves to the stability of the dollar, to the inflation rate, to our GDP growth, when compared to our region and Africa, today Kenya is celebrated because
you took a very bold, decisive decision. Your Excellency, wewe ndio utakuwa rais wa kwanza ya kusema I will implement the Constitution to make sure that every Kenyan must live in a decent house. Nyumba ambayo iko na stima, iko na maji, iko na choo, iko na shule, iko na kanisa, iko na misikiti. And that is why today ukienda kila county, if you go to Lamu, you go to Makoe. Today you go to Garissa, you go to Marsabit, you go to Isiolo, you go to Wajir. The biggest estates ni affordable housing. Your Excellency, sisi viongozi ambao tumekaa hapa tunachukua mortgage. Tunaishi Karen na Muthaiga. Lakini wale wametuchagua tunataka waishi kwa slum. Your Excellency, you said no. Your predecessors could not take that bold decision. In fact, you are the Lee Kuan Yew of our country. What Lee Kuan Yew did in Korea, in Singapore, is what you are doing in our country, Your Excellency. Your Excellency, leo mimi ndikuwa waziri wako. Watu zaidi ya milioni 32 wamejisajili katika bima la afya. Ukienda hospitali ya Kenyatta, 97% ya wale wagonjwa wote wamejiandikisha na SHA. Ukienda dispensary, I was in a dispensary in that village. Wakenya zaidi ya 700 wamejisajili. Katika hiyo dispensary in Lagdera constituency, they said in the last 18 months of SHA, Your Excellency, they received between 500,000 to 900,000 as their reimbursement. Your Excellency, kama ni wakulima ya nchi yetu, for the first time, na mimi nasema Your Excellency, hii Waislamu tumekuombea. Hata tangu umekuwa rais, ukame hatukupata ile kali. Mvua inanyesha Kenya kila mahali. Na unajua kiongozi akiwa na baraka, Mungu pia anampatia baraka. Zamani tulikuwa sisi wafugaji, tulikuwa tunalisha ng'ombe, ukame inakuja inamaliza. Your Excellency, we want to assure you, those of us in the executive, those of us in parliament, and our religious leaders, because I have a special connection with these people across the country, and you have supported me. When the time comes, na sasa tunaandikisha kura na kipande tunachukua. When the time comes, si maombi pekee, sisi tutasimama na wewe. Unajua, mimi niliangalia hesabu ya marais. Niliona hayati Kenyatta alikula kama 15 years, 14 something. Mzee Moi akakula 24 years. Mzee Kibaki akakula 5 ya kwanza na 5 ile ya baada ya katiba. Mheshimiwa Uhuru akakula 10 yake. Wakati imefika Mheshimiwa Ruto, na sisi tunasema asubuhi ikionekana huwezi kuficha na mkono, you can't hide it with your palm. Na hii yote umefanya, inclusivity in government, in the treatment, in the sharing of the development cake, whether it is Isiolo Mandera Highway, whether it is Rironi, whether it's extending the SGR to Malaba, whether it's making every citizen feels
and part of your administration, sababu ya ukabila, sababu ya uchuki, sababu ya ubinafsi, unasikia watu wengine wanasema Ruto one term. Kenya belongs to all of us. And Your Excellency, these are religious leaders. We want to assure you, as I call the Prime Cabinet Secretary. Na nyinyi ndio mnatuongoza kwa swala, si kweli? So nyinyi hamwezi kuongea uongo. Mimi tunataka kuona kwa ishara, kwa nia, wale wanasema Mheshimiwa William Ruto 2 term. Asanteni sana. Ni nafasi hii nachukua kumuita our cabinet, Prime Cabinet Secretary and Minister for Foreign Affairs to make his remarks, na muite kiongozi wetu. Asante sana Mheshimiwa Duale. Waislamu hoye! Waislamu hoye! Waislamu hoye! Waislamu hoye! Asante sana. Mimi Mheshimiwa Rais, sitachukua muda mrefu kwa sababu siku hii ni yako na Waislamu. Tunataka upate nafasi yako njema, uongee na ndugu na dada zako ambao wako hapa. Mimi nitataja tu kitu kimoja. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya amesimamia Wakenya wote na amelinda katiba yetu. Amelinda na anahakikisha inatekelezwa vilivyo. Hana ubaguzi kamwe kwa uhuru wa kuabudu. Jambo langu la pili ni kuwasihi tu kama Wakenya tuhakikishe kwamba tunadumisha demokrasia, tunadumisha umoja, tunadumisha amani. Kwa dakika moja nikivaa kofia ya Foreign Affairs, nataka niwaambie mataifa mengi yana matatizo. Na mnayajua. Sitaki kutaja majina ya hayo mataifa. Watoto hawaendi shule, watu hawaendi kwa shamba, biashara zimezoroteka, miji zimepotea. Kwa hivyo sisi wote tuungane, tudumishe amani. Na kudumisha amani ni kuhakikisha kwamba demokrasia inalindwa. Mwaka ujao, tarehe 10 mwezi wa 8 2027 naomba ndugu Waislamu tujitokeze kwa wingi. Tujitokeze kwa wingi, tusimame kwa hiari yetu, kwa upendo wetu, kwa uzalendo wetu, tumchague Mheshimiwa William Samoei Ruto. Na hiyo 2 term, ombi langu, mkirudi kwa misikiti zote, tunasema tuombe tuwe na 2 term bila petition. 2 term bila nini? 2 term bila nini? 2 term bila nini? Kwa hivyo
tusimame tupige kura tupate, kwa sababu petition inaleta uhasama, gharama, inachelewesha maendeleo. Tuhakikishe anapita vizuri kabisa. Mheshimiwa Rais, sasa nikualike, nataka tu niambie ndugu zangu, wakati Mheshimiwa Rais aliingia kazini, kuna kitendo kimoja ambacho labda watu usahau. Kuna Mkenya Muislamu ambaye alikuwa amehukumiwa kinyongo kule Saudi Arabia. Stephen Abdulkarim Munyako. Rais wa Jamhuri ya Kenya aliandika barua yake kirasmi kwa mfalme wa Saudia kuomba msamaha kwa niaba ya huyo Muislamu. Si alirudi? Si alirudi hapa Kenya? Kupitia kwa intervention ya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Ni ndugu yenu ama si ndugu yenu? Ni ndugu yenu ama si ndugu yenu? Basi mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Hebu tuonyeshe ishara, tusimame tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya. Aya, ndugu Waislamu, hamjambo? Assalamu alaikum. Tafadhali tuketi chini. Asanteni sana. Asanteni sana. Asanteni. Asanteni. Basi mashek na maimam, leo asubuhi nafurahi sana tena sana kuwakaribisha hapa State House asubuhi ya leo. Karibuni sana. Karibuni sana. Najua mumetoka mbali. Wengine mmetoka karibu hapa Nairobi. Nyinyi nyote nataka niwaambie asanteni sana kwa kupata nafasi ya kunitembelea. Mimi najua ya kwamba nyinyi ni watu wenye shughuli mingi. Munatuhudumia pale katika misikiti. Na saa zingine mko na shughuli zingine nyingi. Kupatikana nafasi kama hii ya kunitembelea sio rahisi. Lakini mimi nawaeleza, nawaomba, mkipata nafasi nyingine kidogo, tafadhali munitembelee tena. Mimi najua mko busy, si ndio? So si mkipata nafasi nyingine kidogo mtatembelea tena. Ndugu zangu, kwanza naomba msamaha ule mungwana ambaye alisema alipata kuku tu pesi mbili. Nitapanga lunch kabla hujaondoka, lazima ukule hiyo ingine. Ile ilikuwa breakfast, si ndio? Ndugu Waislamu, mimi kwanza nasema asanteni sana kwa ushirika wenu. Asanteni sana kwa maombi mnaombea taifa letu
na mnaotuombea sisi tuliopata nafasi ya kuwa viongozi katika taifa hii. We don't take for granted as leaders. I don't take for granted as President of Kenya that there are many citizens of all faiths who pray for our country and who pray for us as leaders. Mimi nasema asanteni sana kwa kutuombea na kuombea taifa letu la Kenya. Ni kwa sababu ya maombi yenu ndio Kenya imesimama imara. Ndio leo tunajivunia yale maendeleo mumeyataja mengi. Haingewezekana bila Mwenyezi Mungu. Mimi nasema asante sana nyinyi maimamu, wale ambao wanatuombea katika makanisa na kule sehemu zingine. Mimi nasema asanteni sana. Sikizeni ndugu zangu watu wa Islamu, vile mumesikia Aden Duale amesema, mimi nimeshiriki makanisa mengi kujenga. Mimi nimeshiriki pia madrasa na misikiti nyingi kuzijenga. Na ninafanya hivyo kwa sababu Waislamu na Wakristo wanamuamini Mwenyezi Mungu. Unajua binadamu si mkamilifu mpaka amtambue Mwenyezi Mungu. Binadamu. Na nyinyi mnajua mtu ambaye hana dini hana tofauti na mnyama. Dini ndio inafanya mtu awe na direction. Iwe ni dini ya Kiislamu, iwe ni dini ya Kristo. So sote sisi ndio katiba ya Kenya. Sehemu ya kwanza ya katiba ya Kenya inasema the Almighty God. Yani pale kwenye katiba inamtambua Mwenyezi Mungu. Sisi kama taifa la Kenya. Kwa hivyo mimi nafurahi sana kuwapokea hapa. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba serikali ya Kenya inawatambua, na katika safari ya ujenzi wa taifa letu la Kenya mko pale katikati katika kupanga vile tunaweza kuwa taifa moja, tuweze kuendesha maendeleo, tuboreshe maisha ya wananchi wetu na Kenya iweze kupiga hatua ya kwenda mbele kimaendeleo. Mimi nataka pia niwaambie ya kwamba katika safari hii kuna maneno mimi na nyinyi Waislamu tulikubaliana. Na kukasemekana ahadi ni nini? Na dawa ya deni? Iko dawa ingine? Kuna maneno matano. Kuna maneno matano tulikubaliana na nyinyi. Waislamu waliniuliza wakaniambia ya kwamba Mungu akinipatia nafasi niwe rais wa Kenya, mimi niliwaahidi kuna maneno nitatengeneza na nitanyorosha na nitabadilisha. Ya kwanza, muliniambia ya kwamba pale kwenye kupatikana kitambulisho na pasipoti iko ubaguzi, iko discrimination, iko marginalization, kwamba ukiwa Muislamu
unaulizwa maswali kutoka hapa mpaka Johannesburg. Ni kweli ama si kweli? Mimi nikawaambia Mungu akinipa nafasi, hiyo ubaguzi nitaiondoa. Tarehe tano mwezi wa pili 2025 nikasign proclamation ya kuondoa ile vetting ilikuwa inaleta ubaguzi kwa ndugu zetu Waislamu na jamii zingine ambazo zilikuwa zinadhulumiwa. Tunaelewana jameni? Na ndio leo katika taifa letu la Kenya tumeamurisha ya kwamba kila Mkenya, sio ya kwamba vitambulisho zitapatianwa kiholela, hapana. Tulisema ya kwamba kila Mkenya achukuliwe sawa na Mkenya mwingine. Hakuna tofauti ya Mkristo na Muislamu. Hakuna tofauti ya mtu wa Northeastern na mtu wa Eldoret na mtu wa Kiambu. Sote ni watu moja. Tunatambulika sawa sawa chini ya katiba ya taifa letu la Kenya. Sasa mtoto wa Northern Kenya, wa Wajir, wa Mombasa, Lamu, wa Kisumu, sehemu zote zile za Kenya, sasa watakuwa sawa wakati wanatafuta vitambulisho. Jambo la pili, mulinieleza ya kwamba wakati mnaenda katika haji kule Saudia, wengi wanapata matatizo kwa sababu hatukukuwa na consulate ambaye itasaidia Waislamu, na kwa sababu sisi ni taifa ambayo tunamwamini Mungu na tuko na imani katika maombi, tukasema ni vizuri, na mkaniuliza tuweke consulate ambayo itasaidia ndugu zetu Waislamu wanapoenda Maka na Medina kule Jeddah. Leo tumefungua consulate, tuko na consular general, na vile mmesema hapa, safari ya kwenda kwa maombi kwa taifa letu, kwa maisha yetu, kwa maisha yenu na jamii zetu, sasa inaendelea bila matatizo. Vile vile ile passport office ilikuwa imefungwa kule Garissa, tumefungua. Kule Mombasa iko passport office, na leo sasa tunataka kurahisisha wale ambao wanataka kusafiri hasa kwenda katika maombi, wasiwekewe vikwazo, waende watuombee, waombee taifa letu, waombee jamii zetu, ndio Kenya iweze kupata nafasi ya kwenda mbele. Jambo la tatu, tulikubaliana na nyinyi, muliniuliza ya kwamba mnataka masomo ya madrasa na duksi yote yaunganishwe na masomo na yakuwe recognized by law kupitia kwa Wizara ya Education. Na mulisikia nikitangaza pale Wajir wakati tulikuwa na celebration ya Madaraka, na nimeamurisha Wizara ya Elimu sasa wanatengeneza sera, wanatengeneza sheria, ndio madrasa na duksi iwe ni sehemu ya masomo katika taifa letu la Kenya. Jambo la 4 tulikubaliana na nyinyi ni kwamba wakfu ambayo inasaidia ndugu zetu Waislamu kulinda mali yao pia itengenezwe katika taifa letu la Kenya. Tulikwisha maliza kutengeneza sheria, sasa tumeweka advertisement, imekamilika. Ya kwanza ilienda Segemneke kidogo,
lakini tumerudia kwa sababu sheria ilitulazimu ya kwamba lazima kuwe na public participation ya kutosha. Lazima Waislamu wote wajulishwe katika sehemu zote za taifa letu la Kenya. Hiyo kazi sasa imefanyika. Nasikizeni ndugu zangu, mwezi wa 9 next month tutakuwa na wakfu yenu, itakuwa imekamilika, na sasa mambo yenu inaweza kuendelea na taratibu yenu ifuatwe vile dini ya Kiislamu inavyopendekeza. Jambo la 5 muliniuliza. Muliniambia ya kwamba mnataka maendeleo katika taifa letu la Kenya lifanyike kwa usawa. Kila sehemu ya Kenya ishughulikiwe. Mimi nasimama hapa mbele yenu leo kusema program zote za serikali ya taifa letu la Kenya sasa inaendeshwa kwa misingi na kuzingatia usawa. Barabara tunazotengeneza Kenya zinatengenezwa kila sehemu. Ile Northern Kenya ambayo ilikuwa imesahaulika miaka nyingi, tunatengeneza barabara ya kwanza kubwa ambayo itatugharimu shilingi bilioni 100 kutoka Isiolo mpaka Mandera, kilomita 750, na hiyo barabara inaendelea kwa kasi. Na kama ni program ya housing inaendelea kila sehemu ya Kenya. Ukienda leo Garissa, the largest estate in Garissa ni affordable housing. Hatujengi affordable housing Nairobi peke yake ama sehemu zile ambazo zinajulikana peke yake. Mandera iko affordable housing, Wajir iko affordable housing, Lamu, Mombasa, kila sehemu ya Kenya kuna affordable housing. Markets zinaendelea, hostels ya watoto wetu zinaendelea. Program ya SHA inashughulika na kila mtu, inauzisha kila mwananchi wa taifa letu la Kenya. Katika hiyo program ya housing, ndugu yangu Mahmud hapa, wale Waislamu hawatapata nafasi ya kununua nyumba kwa sababu iko na interest. Mahmud, wacha nikusahihishe. Ukisoma sheria ya housing ile tulipitisha mwaka 2024, hiyo sheria ya housing inasema pale kwamba katika kuuza hizi manyumba itauzwa kwa wananchi wote, na sheria compliant product ya housing iko ndani ya sheria ambayo tulipitisha. Kwa hivyo nyinyi kama Waislamu, kwa program ya affordable housing iko program ambayo ni sharia compliant. Wewe kama Muislamu utanunua hizo manyumba kwa sababu imezingatia mambo ya dini ya Kiislamu kwa Muislamu ambaye anatafuta nyumba ya kuishi. Sasa niwaulize nyinyi, kwani ile hizi manyumba tunajenga Nairobi, zile tunajenga Wajir, zile tunajenga kule Garissa, kwani mnafikiri ya kwamba tungejenga hizo manyumba bila ya kuweka sheria vile mtazinunua? Kwani hizo manyumba ingekaliwa na nani? Ati tutoe watu Kisumu ama Eldoret waende waishi Wajir? Watu wa Wajir wataishi kwa hizo manyumba, na tumepanga vizuri vile mtaishi katika hiyo manyumba, na sheria itafuatwa ya Kiislamu. Tumekubaliana jameni? Na hivyo katika products zote za serikali tumeelewa ya kwamba tunataka inclusivity. Watu wote wajumuishwe katika mambo ya maendeleo. I can stand here with confidence and tell the Muslim community ya kwamba maendeleo yote, miradi yote
mipango yote ya serikali ya Kenya tumezingatia usawa. Tunajenga barabara kila sehemu, tunaweka program ya housing kila sehemu, tunaweka mambo ya SHA ifikie kila mwananchi, tumeweka program ya masomo ya watoto wetu ifike kila sehemu ya Kenya. Nilisema juzi ya kwamba viongozi wa Islamu walinitembelea. Mbeleni niliwaeleza viongozi wa Kiislamu hasa wa Northern Kenya, niliwaambia nyinyi muende muanzishe vyuo ya kusomesha waalimu ndio tuweze kupata waalimu wengi kutoka Northern Kenya, kwa sababu tulikuwa na matatizo pale nyuma. Waalimu wengi walikuwa wanatoka sehemu zingine za Kenya wanafundisha Northern Kenya. Ikitokea changamoto kidogo, wote wanahama, watoto wa Northern Kenya wanabaki bila waalimu. Kaambia hawa viongozi, jengeni. Na mimi nataka nishukuru viongozi wa Northern Kenya, muko na colleges sasa ya walimu. Na mwaka uliopita nilisema wakati tunaajiri walimu tuweke affirmative action kwa watu wa Northern Kenya. Na niliongeza walimu 2,000 wengine specifically from Northern Kenya. Na katika employment ambao tuko nayo ambayo inaendelea saa hizi, tutafanya hivyo tena mpaka tuhakikishe ya kwamba kuna walimu wa kutosha wa Northern Kenya ambao watafundisha watoto wetu kule Northern Kenya, ili kusitokee tena hali ambapo watoto wa Northern Kenya wanakosa walimu kwa sababu walimu wamehama kutoka sehemu zingine. Ni mnanielewa? So that is what we want. Inclusivity. Nyinyi mmesema katika hii serikali inaendesha, tumeweka wananchi wote. Na ndio sababu mimi nilisema kuleta usawa, kuleta umoja, kufanya ile inclusivity, ndio nikatengeneza serikali ya broad based, ili tuwaunganishe Wakenya wote. Wengine hawakupenda tutengeneze serikali ya broad based. Mimi nataka niwaeleze ndugu zangu, serikali ya Kenya inatoshea Wakenya wote. It is possible for us as the government of Kenya. It must be our duty and responsibility to make sure that the government of Kenya represents the face of our nation, the diversity of our nation, and brings everybody on board, because there is nobody who is in Kenya by accident, and there are no visitors in Kenya. We are all Kenyans as of right. Tunaelewana jameni? Mnasema tuendelee namna hiyo? Niunganishe Wakenya wote, nijumuishe Wakenya wote, tuweke usawa. Hiyo ndio itafanyika. Haya mambo matano mimi nilikubaliana na nyinyi nitafanya, mimi nimeyatimiza. Na mimi niko tayari munifanyie mtihani mwaka ujao. Si ndio? Niko tayari. Pia nyinyi ni ndugu zetu sisi kama Wakristo. Naona rafiki yangu kutoka Kericho ameniambia mnanipangia kunisalimisha. Na mnajua msijaribu. Mnajua mimi ni mhubiri sugu sana. Nyinyi msipochunga, mimi nitawahubiria nikimaliza hii kazi ya rais, na pengine wengine wenu nitawapindua muwe wa Kristo. Kwa hivyo tusiende hapo. Ama namna gani? Lakini uzuri ndio mimi natambua dini ya Kiislamu ni kwamba mnamwamini Mungu. Na nimewaambia binadamu hawezi kukua mkamilifu
bila ya kumwamini Mungu. And that is where we are, all of us, and we are equal. Mimi pia nataka niwaambie kama Wakenya, pia kuna maneno niliwaeleza nitabadilisha. Kwanza niliwaeleza nitashughulika na mambo ya uchumi. Nyinyi mnajua tulikuwa na matatizo makubwa ya uchumi. Uchumi ya Kenya ilikuwa mahali pabaya. Inflation ilikuwa imepanda. Exchange rate ilikuwa imepanda. Hatukukuwa na pesa za kigeni ya kutosha. Leo nasimama mbele yenu hapa na waeleza Wakenya wenzangu, ile uchumi ambaye ilikuwa imekuwa tepetevu, leo we have stabilized our economy. Interest rates ambaye ilikuwa imeenda 20% ikielekea huko, sasa imekuja 14% ikirudi chini. Inflation ambaye ilikuwa 9.3 ikielekea huko, sasa imefika hapo 5%, inahangaika hapo. Ile dola ambayo ilikuwa imefika 160, 165, sasa iko 128, 129. Pesa ya kigeni, ile foreign exchange pale kwa Central Bank, ilikuwa imefika 2.5 months of import cover, $5.7 billion. Leo tuko na $15.3 billion, 6.5 months of import cover. Those are facts. You cannot argue with them. They are very stubborn. Tunaelewana jameni? Na sasa mimi nataka tuketi chini na nyinyi. Nimependekeza ya kwamba nataka tuketi chini tuongee uchumi na maendeleo. Tumeongea siasa miaka nyingi bwana, si ndio? Si tunajua vile ya kufanya siasa? Siasa sisi ndio mafundi, lakini sasa tunataka kupeleka ufundi yetu kwa uchumi na maendeleo. Tusiwe tu mafundi wa siasa, ama namna gani? Tunaelewana? Jambo la pili nilikubaliana na nyinyi ni kwamba nitashughulikia elimu ya watoto wetu. Elimu ilikuwa na matatizo. Hatukukuwa na walimu wa kutosha, hatukuwa na madarasa ya kutosha, CBC ilikuwa na matatizo, funding model ilikuwa na matatizo. Leo nasimama mbele ya Wakenya kuwaambia matatizo ya madarasa, tumejenga madarasa 23,000 mpya na tunaendelea. Walimu, tulikuwa na pengo ya walimu 116. I can stand here confidently. Sasa tumewaajiri walimu 100,000. Tunaajiri walimu 20,000 mwaka huu. Ile pengo tulikuwa nayo ya 116,000 teachers shortage, today we are going to complete that gap in this recruitment. CBC ilikuwa na matatizo, haikuwa inajulikana ni huku ama ni kule. Tumenyorosha CBC, sasa inajulikana taratibu yake inaendelea namna gani. Funding model ya universities zetu na TVET na KMTC tumerekebisha. Saa hizi sheria iko bunge, tumesema mtoto wa Kenya yeyote ambaye atasoma university, TVET na KMTC, tukienda mbele from next year, tutahakikisha kila mtoto anafata funding ya kutosha na hakuna mtoto tena atakosa pesa ya kusoma akienda vyuo vikuu. Jambo la tatu nilikubaliana na nyinyi ni kwamba nitashughulikia kilimo. Kilimo leo, pale nyuma tulikuwa na matatizo mara 4. Ya kwanza tulikuwa na wakora na matapeli na brokers, walikuwa wamejazana kwa kahawa, kwa sukari, kwa fertilizer. Tulikuwa fertilizer na seeds. Tulikuwa na shida ya maneno ya masoko. Today I can stand before the people of Kenya. Wale mnatoka Western Kenya, sukari ambayo ama miwa ambayo ilikuwa inangojewa kulipwa miezi 6, miezi 9, kila mkulima akipeleka miwa yake leo, baada ya siku 10 anapata pesa yake kwa account. Wale brokers walikuwa wanatusumbua pale, tuliwafukuza wote.
Wale makatel na matapeli walikuwa wanasumbua wakulima wa miwa, tumewashughulikia. Wale wanapanda kahawa hapa kama kina Mwangi huyu kutoka Murang'a, wale wanatoka hapa Murang'a na wapi mahali ya kahawa ilikuwa inauzwa 50 shillings per kilo, kwa sababu brokers walikuwa wamejazana huko ndani. Tumenyorosha mambo ya kahawa. Leo kahawa inauzwa 120, 150 shillings per kilo. Juzi, kwa sababu ya ile reforms tumefanya kwa mambo ya kilimo, tuliteremusha bei ya mbolea kutoka 7,000 mpaka 2,500. Tumehakikisha ya kwamba hiyo mbolea inapatikana kwa kila mwananchi. Ndio tumetengeneza database, tumesajili wakulima wote. Hatukukuwa na orodha ya wakulima. Leo tuko na 7.2 million farmers registered. Na ndio sababu we can do our interventions, we can carry out our interventions on the basis of data we have collected. Wengine hawajui ni kwa sababu gani tuna register wakulima. Wanasema kwani wakulima ni watu wana register kwa sababu ni registration bureau. Akili my friend, tumia akili. Sijui kama tunaelewana. Kwa sababu kama hauna data, you cannot scientifically provide interventions. You need knowledge. Interventions must be carried on the basis of data, on the basis of information. Information is critical. We are in an information age. That is why our fertilizer is being distributed on the basis of vouchers that are digital, vouchers that are sent to farmers. Ndio tumeondoa wale wakora wote, kwa sababu leo kila mkulima ako registered. Kwa sababu hiyo Kenya sasa ni nchi number 1 kwa bara ya Afrika kwa kuzalisha maziwa. We are today the largest producers of milk in our republic because of the interventions we have done in our livestock sector. Na tunaendelea na kushughulika na hiyo maneno. Mimi pia nilikubaliana na nyinyi ya kwamba nitabadilisha mambo ya afya. Ile NHIF ya zamani ilikuwa ya watu wachache, watu ambao wako na kazi, watu wako na uwezo, watu wako na pesa, ndio walikuwa pale kwa NHIF. Mimi nikasema katiba ya Kenya sehemu ya 43 inasema afya ni haki ya kila Mkenya, bila ya kujali ni wa dini gani, ako na kazi, ako na uwezo, ako na pesa, kila Mkenya. Na leo mimi nafurahi nasimama mbele ya Wakenya, ile NHIF ya watu wachache, leo SHA tumesajili wananchi 32.2. Pesa ambayo tumelipia gharama ya matibabu kwa mahospitali zetu ni shilingi bilioni 170. NHIF in 10 years haingeweza kulipa hiyo pesa. We have paid 170 billion in 1.5 years. Progressively. Leo utapata ushuhuda. Mumesikia Mahmud anasema hapa mtu wake alikuwa hospitali, bili kakuja shilingi milioni 1, SHA ikalipa 750. Kusema ukweli, ile harambee ambayo ilikuwa inafanywa michango kila kijiji, WhatsApp group ya kuchanga pesa ya hospitali zimepungua by 80%. Ni kweli ama si kweli? We must say this so that we can ashame the liars and the devil. Sinema hiyo. Unasikia mtu anasema SHA haifanyi, na yeye mwenyewe hajakuwa mgonjwa, yeye mwenyewe hata hajajiandikisha. Sasa wewe ambaye hujajiandikisha unajuaje SHA inafanya ama haifanyi? Sio kama tunaelewana my friends. So
ambao wameathirika na emergency, wote watatibiwa bila malipo yoyote. Malipo itasimamiwa na SHA. Sikizeni my friends, unajua shida ilikuwa ajali imetokea, mtu amekimbizwa hospitali, badala ya hospitali kumtibu wanaanza kuuliza nani atalipa bill. Saa ile tunangojea mwenye kulipa bill, mwananchi amekufa ama ile hali imeharibika zaidi. Ndio tumesema kama serikali, emergency yote, ajali ikitokea mahali popote, ambulance itafika pale, itampeleka huyo mwananchi hospitali, na hospitali atatibiwa, atashughulikiwa bila ya kuulizwa nani atalipa bill, kwa sababu tumesema bill italipwa na bima ya serikali ya SHA. Nyinyi mnanielewa? Leo we are going to launch the ambulance service for the whole nation. Ndio we actualize na tuokoe maisha ya wananchi wetu. Hiyo ndio kupanga vile ya kubadilisha Kenya. Kenya, my friends, ndugu zangu wa Islamu, Kenya haiwezi kubadilika kwa siasa ya bure, kelele, chuki, ukabila, matusi. Haya mambo hayawezi kubadilisha taifa letu. Na ndio mimi nimewauliza hawa wanajaribu kushindana na mimi, nimewauliza agenda yenu ni gani? Sera yenu ni gani? Mpango yenu ni gani? Agenda yenu ni gani? Hata nyinyi mnajua hawana? Mumesikia wakisema ati ile shida kubwa wako naye na housing, ati ni vile watapandisha kuku juu kwa mtu. Sasa I mean, surely if that is the kind of alternative we are looking for, you know, sijui kama tunaelewana jameni. Ndugu zangu watu wa Islamu, haya maneno yote nimesema ni kwa sababu mimi nataka tushirikiane ndio tubadilishe taifa letu la Kenya. Mimi nimesema naamini kwa hii taifa. Hii maendeleo wengine wamefanya, tunaweza kufanya hata na zaidi. Na tuko na uwezo. Na ndio nimependekeza Wednesday next week tarehe 12, mimi nataka tuanzishe mazungumzo kama Wakenya. Mazungumzo ya kulenga uchumi na maendeleo. Wengine wanasema hawataki mazungumzo ya uchumi na maendeleo, ati wanataka mazungumzo ya siasa. Sijui kama tunaelewana. Ati wanataka tu tuongee siasa, right ya huyu, right ya ule, right ya ule, na right ya maendeleo iko wapi? Na right ya mtoto ya huyu kusoma iko wapi? Na right ya huyu mwananchi kuwa na matibabu iko wapi? Kuwa na makao ya sawasawa iko wapi? Na hiyo rights zote ziko ndani ya katiba ya Kenya. So we must have a conversation. We should have a conversation as a people of Kenya on actualizing the constitutional provisions that are going to make a difference in the development and the economic prosperity of our nation. Kwa sababu tusipozungumza mambo ya uchumi, tutakuwa tunaweka mambo ya guesswork. Na nimesema ili kusitokee tena, nyinyi ndugu zangu, sehemu ya Northeastern imechelewa na maendeleo. Ni kweli ama si kweli? Ili kusitokee tena kitu kama hiyo, ya kwamba sehemu za Kenya zingine zinaendelea maendeleo, zingine zimebaguliwa, lazima tuweke kwa sheria kwamba maendeleo ya uchumi, maendeleo ya mabarabara, ya stima, ya maji, ya masomo, ya matibabu, yote yaweke kwenye sheria na yaseme yatapatikana kila sehemu ya taifa letu la Kenya. Endelee na guesswork.
Mnataka tuendelee na ile karata ya pata potea? Ati inategemea huyu kama ni rafiki yako, huyo sio rafiki yako. Hatutaki kuweka urafiki kwa mambo ya maendeleo. Tunataka maendeleo yaendelee kwa usawa. Na ndio sababu hiyo nimesema tuko na sheria, andika sheria ya maendeleo ya taifa letu la Kenya this time round. Nyinyi mko tayari? Mko tayari? Ile Vision 2030 Rais wa tatu Mheshimiwa Mwai Kibaki alitusaidia tukaitengeneza. Haikukuwa na public participation ya kutosha. Leo hii tunaandika sio kama serikali, sio kama viongozi, tutaandika kama wananchi wa taifa letu la Kenya. Sisi wote tutachangia katika kuandika ruasa hiyo. Jambo la pili, ile ya Vision 2030 haikuwa na constitutional na legal basis. This time round we are going to write a vision for our nation based on the constitution, and we are going to prepare a specific law that is going to underwrite the economic prosperity and development of our nation, so that we don't make a mistake again, and so that we can catch up with those who have gone ahead of us. Nyinyi mko tayari ndugu zangu Waislamu? Mko tayari? Si mmeniambia mko na wasomi hapa? Si wasomi wa Kiislamu wako hapa? Nyinyi wasomi wa Kiislamu karibuni. Mtuambie hii maendeleo tutaiendesha na njia gani? Mtuambie economic development ya Kenya itaendeshwa kwa njia gani? Mtuambie maendeleo ambayo itahakikisha kwamba matibabu imepatikana itaendeleshwa kwa namna gani? And in any case, let me say this, in any case, what is at issue in Kenya today is not whether we can vote or not. What is at issue in Kenya today of living. Gharama ya maisha. Na gharama ya maisha itashughulikiwa tukipunguza gharama ya chakula. Kwa kushughulika na mambo ya kilimo ndio chakula ipatikane kwa wingi. Gharama ya maisha itashughulikiwa tukipunguza gharama ya masomo. Ndio kila Mkenya aweze kusomesha watoto wake bila ya kuingia kwenye gharama. Gharama ya maisha itashuka pale tukiondoa ama tukipunguza gharama ya matibabu. Ndio sababu lazima tuwe na bima ya afya ambayo itashughulikia Wakenya wote. Gharama ya maisha itashuka pale wale wanaolipa rent na wale wanaolipa mortgage wanalipa kwa bei ya chini. Ndio sababu housing inamwezesha yule ambaye analipa 2,000 ama 3,000 alipe 3,000 na nyumba ikue yake, asiwe ni mtu ya kulipa rent milele. That is how we are going to sort out the cost of living. And that is what the people of Kenya want. And that is why we must have a conversation about the economic prosperity and the development of our nation, so that we can create wealth na tuondoe umaskini na Kenya iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Nyinyi mko tayari jameni? Mko tayari? Tushughulike pamoja. Tushughulike pamoja. Kwa hivyo na nyinyi ndio mtaamua. Nyinyi ndio mtaamua jabana. Uongozi ya Kenya, Wakenya wataamua. Si namna hiyo? Na Wakenya wataamua kulingana na maono ya kila mtu na ile track record mtu ako naye na ile agenda mtu ako naye. Ama namna gani? Tuko pamoja? Yes. So kuna watu wanafikiri watatuchezea karata ya kamari. Kasongo must go, alafu atiwapite. Hapana, ikae namna hiyo. Tafuteni sera bwana. Ati watatuchanganya. Ati wapite. Watapita namna gani? Na vile tuko macho. You have to do the difficult task, my friend. Utuambie
wewe cost of living, how are you planning to reduce the cost of living? Mtuambie. Ama namna gani? Tuko pamoja? Mnasema tuendelee? Tuendelee na kazi? Mnasema niunganishe wa Kenya? Nijenge barabara? Tujenge mashule? Tuendelee na SHA? Niendelee na housing? Tutoe watu kwa vitongoji duni? Kila mtu aishi mahali pazuri? Tuunganishe wa Kenya? Wangapi wanasema tuendelee na kazi? Jameni, nione tuendelee. Wale majamaa wengine nyinyi mnajua mpango wako naye, sera wako naye, agenda wako naye, mpango wako naye. Hata sitaki sitaki wasukume sana So asanteni sana. Sasa so nafikiri tumefikia tamati. Kuna jambo ambayo hawa viongozi wameniuliza. Hawa ndugu zangu wa CIPK wamesema wako na mahali wanalipa rent kule Mombasa. So mimi nitatafuta viongozi wetu wa kutoka Mombasa, Omar Hassan Joho na wengine, kina Omar hapa, kina Hassan Joho, Abdul Samad na wengine. Mimi nitatoa mchango wangu wa milioni 50 wajaze, wapange hiyo maneno. Na pia ule mtu wangu wa kutoka Rift Valley na kutoka ule mtu wangu ule jamaa huyu amesema tujenge mahali pengine pa kufundisha kule Western Kenya, mahali ya kufundisha waalimu wa dini na waalimu wale wengine wa madrasa, tupange na hukule nyumbani. So nyinyi, wewe utapanga na mimi, tutaongea tukielekea nyumbani kule. Hii barabara sasa imetengenezwa ya Mau Summit, itakamilika next year. Tutakuwa tunatembea haraka na nitakutafutia milioni 20, mtafute mahali tutajenga pale. Bas.